Na mtazamaji, ni saa 10 saa za Afrika ya Mashariki. Natumai kwamba umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomie. Hujambo na karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN, nikikuletea taarifa hizi kwa niaba ya mwenzangu Mashiri Makapombe ambaye ataungana nawe mwendo wa saa 1 kwa taarifa za KTN leo. Jina langu ni Zubeida Kome. Hujambo na karibu. Na mtazamaji, katika maandalizi ya mwisho kabla ya kutua kwa Papa Francis nchini Kenya, idara ya polisi imetoa orodha maalum ya barabara zitakazofungwa kuanzia kesho jioni hadi siku ya mwisho ya ziara ya Papa humo nchini. Hii ni kwa ajili ya usalama pamoja na kuzuia sitofahamu za aina yoyote wakati huo. Baadhi ya barabara hizo kuu jijini Nairobi ni ile ya Uhuru, Waiyaki, mzunguko wa Bunyala na wa Globe. Vile vile maeneo maalum ya kuegesha magari yametangazwa jijini Nairobi. Because the road that will be affected, that is Mombasa Road, Uhuru Highway, Kenyatta Avenue on to State House Avenue, will be only affected at the time when we have our president moving on to JKIA to receive the Pope, and when the Pope now and our president is coming back now to State House. So that will be the time that there will be very slight interruptions, and therefore motorists need not to worry, because the interruptions will be minimal. Now, there will be major interruptions now on the 26th. This is the day that we have the major function in terms of the mass at UON grounds, and therefore the arrangements are as follows. Vehicles that will be approaching from Mombasa Road, Mombasa Road, the road will be actually blocked just thereabouts after Bunyala roundabout. So Bunyala roundabout will be free for any maneuver of any vehicles if for one reason or another a motorist was not aware of such an arrangement. Na mtazamaji, vile vile serikali imetangaza kwamba siku ya Alhamisi itakuwa siku ya mapumziko ili Wakenya wote kushiriki maombi ya kuliombea taifa la Kenya. Lakini kwingineko ni kwamba polisi ya dhuhuri ya leo wamemtia nguvuni mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria. OCPD wa Kilimani Peter Katam amethibitisha kwamba Kuria ametiwa nguvuni saa 5 kufuatia agizo la mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko. Kwenye taarifa rasmi kwa vyombo vya habari, Tobiko jana amesema kwamba amepokea ripoti ya uchunguzi kutoka kwa tume ya uwiano na utangamano NCIC, na vile vile uchunguzi wa maafisa wake umeonyesha kwamba upo ushahidi wa kutosha kumfungulia Kuria mashtaka. Mark Namaswa anaarifu zaidi. Ni mirisi ya Jubilee. Hapa Gatolo nyinyi ni mirisi ya yangu, mimi sitaki ujinga. Nimewapatia mapaga, kata mtu kama mtakata. Usemi wa mbunge wa Gatundu Moses Kuria umempa umaarufu na shutuma kwa vipimo sawa. Na sasa kiongozi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko ametangaza atamfikisha Kuria mahakamani kwa tuhuma za uchochezi. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, afisi ya DPP ilisema kwamba imepokea ushahidi wa kutosha kupendekeza mashtaka dhidi ya Kuria na atafikishwa mahakamani wakati wowote kuanzia sasa. Ni usemi wake akiwa Gatundu dhidi ya wanaopinga miradi ya NYS uliomtia matatani. Kuria atajibu mashtaka ya uchochezi ambayo yangezua machafuko kwa mujibu wa kifungu 99A cha kanuni ya adhabu ya Kenya au Penal Code. Iwapo atapatikana na hatia, Kuria anaweza kupewa adhabu ya kifungo kisichozidi miaka 5. Tarehe 5 Oktoba mwaka huu, Kuria aliepuka kushtakiwa baada ya mapengo kupatikana kwenye faili iliyonuia kuanzisha mashtaka ya uchochezi dhidi yake. Tobiko alirejesha faili hizo kwa uchunguzi zaidi na sasa umekamilika. Siku za hivi karibuni, Kuria amejihusisha sana na masuala ya koti ya kimataifa ya jinai ICC. Amedai kwamba alihusika katika kukodisha mashahidi dhidi ya naibu rais William Ruto, na afisa mmoja wa ICC Brendan Rook akaitisha mkutano na Kuria kuhusu swala hilo. Inasubiriwa ni hatua ipi afisi ya Keriako Tobiko itachukua dhidi ya Kuria, na iwapo kesi hiyo itatikisa mizani ya haki. Mark Namaswa. Na tukitungalipo katika masuala ya ICC ni kwamba kongamano la mataifa wanachama wa mkataba wa Roma bado linaendelea, na jioni ya leo Kenya itakuwa inawasilisha hoja au ajenda zake mbele ya kile kikao cha mataifa 18 yaliyotukwa jukumu la kuamua iwapo kifungu cha 68 kitaendelea kutumika.
Mataifa haya yanatazamiwa kutizama kauli za Kenya na sababu kuu za kutaka hivyo kabla ya kupiga kura. Lakini kibarua kigumu ni kushawishi mataifa hayo kuzingatiwa kuwa tayari kifungu cha 68 kinatumika dhidi ya kesi zinazowakabili naibu rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang. Kenya imekuwa ikitishia kujiondoa kwenye mkataba wa Roma. Hivyo basi, miongoni mwa mambo ambayo yatakuwa yakiangaziwa ni matokeo ya mataifa yatakayoshiriki hatma ya Kenya na mkataba wa Roma. Na mtazamaji, na katika mseto habari za matukio mbalimbali, Rais mstaafu Daniel Arap Moi atoa risala za rambirambi kwa familia aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma marehemu Joseph Leiting. Kwingineko, mwalimu wa shule ya sekondari katika eneo moja la kaunti ya Nakuru ajiteketeza siku moja kabla ya harusi yake. Gladys Mungai na taarifa hiyo kwa kina. Rais mstaafu Daniel Arap Moi ametoa risala za rambirambi kwa marehemu Joseph Tendenei Arap Leiting ambaye aliwahi kuwa mkuu wa utumishi wa umma na katibu katika baraza la mawaziri wakati wa utawala wake. Moi amemtaja kuwa mfanyakazi mkakamavu na kuwa alipokea habari za kifo hicho kwa mshtuko. Leiting aliwahi kuwa waziri msaidizi na vile alichaguliwa kuwa mbunge wa Emgwen katika chama cha KANU mnamo mwaka wa 1997. Katika taarifa nyingine, wenyeji wa kijiji kimoja katika kaunti ya Nandi wamekumbwa na huzuni baada ya mwanamume mmoja aliyetarajiwa kufunga ndoa kujiteketeza ndani ya nyumba yake. Mwanamume huyo ambaye alikuwa mwalimu wa shule moja ya sekondari katika eneo hilo alitarajiwa kufunga ndoa na mkewe wa miaka 6. Sababu zake za kujitoa uhai bado hazijabainika. Kwingineko, polisi mjini Voi wanamsaka mwanamume mmoja kwa kumuua mwenzake kufuatia sababu za kimapenzi. Yadaiwa kuwa wanaume hao walikuwa wakishiriki mapenzi na mwanamke mmoja bila ya wao kujua, jambo ambalo lilichochea ghasia hizo. Tukielekea katika kaunti ya Nakuru, mahakama mjini humo yawaachilia kwa dhamana ya Laki8 watuhumiwa walioshtakiwa kwa tuhuma za kusafirisha mti aina ya msanduli ambao uvunaji wake ni haramu nchini. Hatimaye soko la Madaraka lililoko mjini Thika lafunguliwa tena baada ya kuchomeka. Ufunguzi huo umesema kuwezesha shughuli za biashara, tofauti na hapo awali ambapo madai yalitolewa kuwa soko hilo lingefunguliwa tena baada ya miezi 6. Gladys Mungai. Na mtazamaji, huku mvua ikizidi kuzua majanga katika sehemu kadhaa nchini, kuna wale wanaofurahia inaponyesha kupita kiasi. Miongoni mwao ni mjane Esther Muremi ambaye anazoa mchanga katika mto Hibwa katika kaunti ya Migori. Kama anavyoripoti Rashid Ronald, mvua inayonyesha inasomba mchanga kutoka sehemu mbalimbali hadi pale mjana huyo huuzoa. Punde tu mvua ilipoanza kunyesha kwa wingi hapa Migori, kaunti kama kwingine nchini, Esther Muremi alitabasamu fika, kwani alifahamu kuwa sasa mgeni amefika, atapona. Tunapokuwa tunasomba huu mchanga, tunapata pesa na tunalisha watoto wetu. Hivyo kama kulipia watoto shuleni kama nasari, tunatoanga hapa pesa. Yeye huamka alfajiri kuanza kazi hii na wenzake. Serikali kama njia tu ya kutusaidia, ni vile tu kama Mungu atusaidie na mvua inyeshe. Kwa muda wa mwezi mmoja amefurahia matunda ya jasho lake. Ikifika saa 4 huwa nimefanya 300. Tena ninarudi, ninaenda ninatengenezea watoto wangu chakula, tena ninarudi ninafanya 200. Kama kwa siku ninafanya shilingi 500. Wakati kina mama hao wakiendelea na shughuli ya kuzoa mchanga kwenye mto, kando ya mto huo shughuli ya ujenzi wa daraja inaendelea kwa kasi sana, kama unavyoona hapa nyuma yangu. Ishara tosha kwamba mchanga unahitajika pakubwa katika eneo hili. Rashid Ronald. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Ndipo tunatamatisha taarifa zetu za mbiu ya KTN, lakini usiende mbali, kwani muda si muda nitakuletea taarifa za kina kwa taarifa za leo mashinani kwenye KTN News. Jina langu ni Zubeida Kome na kutakia jioni njema.